Kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe na kulike. Filamu yetu inaanza katika chumba kilichojaa roboti wadogo ambao wote walijengwa na shujaa wetu Hoi Su, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha engineering. Anaendesha skuta yake kuelekea chuo kikuu ambako maonyesho ya kujitolea yanafanyika ili kila mtu aweze kuonyesha vipaji vyao. Yeye na marafiki zake wamefungua banda la kutengeneza baiskeli, ingawa kiuhalisia wana vipaji vya kujenga roboti. Anaingia kwenye hema lao na kuwakuta marafiki zake hawana maslaha, wamekaa na kucheza mchezo wa roboti wa kielektroniki. Anajiunga nao na wanapiga kelele sana kiasi kwamba msichana aliyekuja kutengeneza baiskeli yake anaogopa kelele hizo na kuondoka. Wakati huo huo, tunamwona msichana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anayeitwa Hajin. Ana ulemavu wa miguu na anatembea kwa kutumia kiti cha magurudumu. Ana ujuzi sana wa kupiga shabaha, na baada ya kufanya onyesho lake, kila mtu anamshukuru na kushangazwa na uwezo wake mkubwa wa kupiga shabaha. Anapata mabishano na mshiriki mwingine kuhusu zawadi ambayo ni dubu mkubwa wa kichezeo. Anamvuta kwa nguvu kutoka kwake mpaka anaanguka chini. Wakati huo huo, Hoi bado anacheza na amezama kabisa kwenye mchezo bila kugundua kuwa marafiki zake wamemwacha. Kisha tunamwona Hajin akiwa ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu na kupokea zawadi, lakini bahati mbaya hawezi kuimudu vizuri. Bahati mbaya anaingia kwenye hema la Hoyu na kuanguka chini tena. Hoyu anamuuliza kama yuko sawa, naye anamwambia kuwa yuko sawa na hakuna kilichotokea. Anakaribia kiti chake cha magurudumu, anakikuta kinavutia sana na anagundua kuwa mfumo wake wa kuongozea una tatizo. Anajitolea kumtengenezea, naye anakubali. Baada ya muda mfupi anakitengeneza na anakuwa na furaha sana. Anamuuliza jinsi alivyofanikiwa kufanya hivyo kwa urahisi na anamwambia kuwa yeye ni injinia wa mitambo. Anatabasamu na Hoyu anamwambia kuwa hili ni banda la huduma ya bure kama sehemu ya maonyesho, lakini bado anataka kumshukuru. Anamwalika mara kwa mara na kumuuliza kama anajua mgahawa mzuri. Anampeleka kwenye mgahawa anaojua, lakini anashtuka anapoona ngazi nyingi ambazo anapaswa kuzipanda. Anapendekeza waende kwenye mgahawa mwingine badala yake, lakini Hoyu anamwambia kuwa mahali hapa pana chakula kizuri na kwamba yeye hula hapo kila wakati. Anambeba mgongoni mwake, anaacha kiti cha magurudumu chini na kuingia ndani. Mmiliki wa mgahawa na binti yake wanawasalimia na mmiliki anamuuliza Hoyu kama ataagiza mlo wake wa kawaida. Hoyu anasema atachukua agizo lake la kawaida, lakini kwani mara ya kwanza kwa Hajin kuwa hapo, anahitaji kuangalia menyu kwanza. Hata hivyo, Hajin anaagiza mlo ule ule kama wake, anaupenda sana na anamwambia kuwa ana furaha amemleta kwenye mgahawa huo. Baada ya kula, wananyanyuka ili kuondoka na Hoi Su anasahau kuwa anapaswa kumbeba. Anaweka tu mfuko wake mgongoni, hivyo anamkumbusha. Anaomba radhi, anabeba mfuko vizuri na kugundua kuwa kamba ya kiatu chake imefunguka. Anapiga magoti na kumfunga, kisha anambeba tena mgongoni mwake. Wanaposhuka chini, wanashtuka kukuta kiti chake cha magurudumu kimepotea. Anaanza kukitafuta kila mahali. Dada yake kisha anawasili na gari ili kumpeleka nyumbani. Ho anampatia kitambulisho chake cha chuo kikuu na kumwambia kuwa atamfidia kwa kile kilichotokea. Anaingia kwenye gari pamoja na dada yake na anakuwa na furaha kwa siku waliokaa naye. Hoi Su anarejea kwenye hema na kuwakuta marafiki zake hapo. Anaonekana mwenye huzuni na kuambia kilichotokea. Msichana mrembo anayeitwa Hana anaingia akimtafuta Yang, rafiki yao ambaye anamchukulia kama mpenzi wake. Yang anajaribu kujificha, lakini bado anamuona. Anamuuliza kwa nini alimchagua yeye kuwa mpenzi wake ingawa yeye ni mrembo sana. Anamwambia kuwa yeye ni mrembo, lakini yeye Yang ni mwerevu na anataka mtoto wao awe mwerevu kama yeye. Anamfuta nje na anamfuata. Hoyu anabaki ameketi kwenye kompyuta akitafuta aina ile ile ya kiti cha magurudumu na kugundua kuwa ni ghali sana. Rafiki yake Jen anamwambia kuwa badala ya kukinunua anaweza kutengeneza mwenyewe. Hoyu anakusanya vitu vyake haraka na kwenda kwenye karakana ya baba yake ya kutengeneza baiskeli. Anamuomba baba yake ruhusa ya kutumia karakana. Anaingia ndani na kuanza kutengeneza kiti cha magurudumu. Wakati huo huo, Hajin anaenda nyumbani na dada yake. Baba yake anamfokea kwa kutokuwa mwangalifu na kumwambia kuwa alipaswa kuchukua jina la Hoyu na kwenda polisi na si kuchukua tu kitambulisho chake. Anamwambia kuwa Hoyu aliahidi kumfidia kwa kile kilichotokea na baba yake anasikiliza kimya kimya. Anazungumza na dada yake na kumlaumu kwa kutompeleka polisi. Hajin anamwambia kuwa atashughulikia mambo yake binafsi na inakuwa wazi kuwa uhusiano wake na baba yake si mzuri. Siku iliyofuata tunamwona Hoi Su akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku dubu wake wa kuchezea akiwa amefungwa nyuma yake. Anaenda kwenye ukumbi wa kupiga shabaha ambapo Hajin anafanyia mazoezi. Kocha anapomuona anadhani kwa sababu ya kiti cha magurudumu kuwa Hoi Su ana ulemavu na anaanza kumwelezea mchezo wa kupiga shabaha akisema kuwa unaweza kumfaa. Hoyu anaulizia kuhusu Hajin, hivyo kocha anaonyesha pale alipo. Anashtuka anapomuona na wanakubaliana kuwa atamaliza mazoezi yake kwanza kisha azungumze naye. Anamaliza mazoezi huku yeye akimtazama kwa ustaajabu. Marafiki zake pia wanawasili ambao pia ni watu wenye ulemavu na wanamfahamu. Kisha anamuuliza kwa nini ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anasita kisha anasimama na kumwambia kuwa aligundua viti vya magurudumu ni ghali sana, hivyo akamtengenezea kimoja kwa kutumia vifaa alivyokuwa navyo. Anakijaribu na yeye pamoja na marafiki zake wanakipenda sana. Wanaamua kwenda nje pamoja usiku. Hoyu hapendi kunywa pombe
pombe kwa sababu inamfanya achoke, lakini wanamhimiza hata hivyo. Wanatania na kucheka pamoja, na baada ya kumaliza wanampeleka Hui nyumbani kwa sababu amepoteza fahamu kiasi. Familia yake inapomwona wanashtuka. Mama yake anampeleka Hajin ndani, anamkaribisha kula tambi na kumwambia kuwa ana furaha mwanaye alikunywa nao na kutumia muda na watu wengine kwa sababu hana urafiki sana na watu. Pia anamuomba Hajin amtoe naye mara kwa mara. Hajin anamshukuru, lakini anaomba radhi na kusema anapaswa kuondoka kwa sababu baba yake anampigia. Siku iliyofuata Yang anakuja na kuambia kuwa shindano la bunduki ya hewa ni leo na kwamba lazima waende wakashinde ili kufidia kupoteza kwa mwaka jana. Wote wanaenda huko wakiwachukua Hana na Hudin pamoja nao kwa sababu timu yao ina upungufu wa wanachama. Wanaanza kucheza lakini wanapoteza katika raundi ya kwanza. Wakati wa mapumziko wanaanza kulaumiana. Hajin analichukulia swala hilo kwa uzito na kuambia kuwa atawasaidia kushinda. Wanacheza raundi ya pili na anatumia ujuzi wake wa kupiga shahabaha na shukrani kwake wanashinda. Baadaye Ho anawapeleka nje na wanakaa pamoja wakitazama nyota. Anamshukuru na kusema kuwa ni vigumu kwa watu walio katika hali yake kufika mahali kama hapa, lakini katika kupiga shahabaha anaweza kuelekeza mishale yake kwa uhuru angani na hilo linamfanya awe na furaha. Anamhimiza kuendelea kufanya kile anachokipenda, hasa kwa kuwa shindano la kitaifa linakaribia. Anamuuliza kwa nini anapenda roboti kiasi hicho, naye anamwambia kuwa ni kwa sababu zinamsaidia mwanadamu kuishi maisha rahisi zaidi. Anatabasamu na kuuliza kama hiyo inamaanisha roboti hufanya kazi na kuleta amani na wanadamu. Anamwambia kuwa haihitaji kuwa hivyo, lakini kuna mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya ambayo roboti zinaweza. Anamwambia kuwa kwake yeye anahitaji msaada kutoka kwa mwanadamu, si roboti. Baadaye tunawaona wote wamekusanyika pamoja wakinywa na kutaniana na Hajin ana furaha sana akiwa nao. Baada ya hapo tunawaona Hajin na Ho wakienda nje pamoja mara kwa mara na kuwa karibu sana. Baba yake anaendelea kumpigia simu lakini hajibu na anaanza kuwa na wasiwasi juu yake. Dada yake anaingia na kuweka bahasha mezani lakini anapuuzia na badala yake anampigia simu kocha wa kupiga shahabaha kumuuliza kuhusu Hajin. Kocha anamwambia kuwa alikuja kwenye mazoezi na kufanya mazoezi lakini hajui alipo sasa. Dada yake kisha anamwonyesha baba yake karatasi zilizomo ndani ya bahasha na inabainika kuwa Hajin amepata ufadhili wa masomo kuendelea na masomo yake nje ya nchi. Anakataa na kusema kuwa mradi hajaolewa hawezi kusafiri. Dada yake anamwambia ni kwa miaka 2 tu na kwamba mama yake anaweza kumtunza Hajin, lakini anamwambia asahau kuhusu hilo kwa sasa. Anasema hamzuilii, lakini anahitaji kujisikia amani kuhusu dada yake na suluhisho ni yeye kuolewa. Anamwambia kuwa Hajin havutiwi na ndoa, lakini anasema hatamruhusu kuishi hivyo na kwamba anamtafutia mwanamume mzuri na kwamba ataolewa hivi karibuni. Hajin kisha anaingia na kusema anataka kuishi peke yake. Anamuuliza amekuwa wapi. Anawaambia kuwa mama wa mwanamume anayefanya kazi naye aliona picha ya Hajin na kumpenda na kwamba walizungumza naye kuhusu kuchumbiwa. Hajin anasema kuwa pengine alimpatia duka badala ya kumwoa yeye na kwamba hatakubali kwa sababu anaweza kumtelekeza kwa urahisi baada ya kuchukua duka. Baba yake anasema ni mwanamume mzuri na hawezi kufanya hivyo. Anakasirika, anaamua kwenda kutembea na kumwambia asimfuate. Anaenda mahali kwa Ho Su na kumkuta amevaa miwani ya uhalisia pepe, virtual reality. Anashtuka kumwona. Anamuuliza kama anaweza kuzijaribu, naye anamruhusu. Wakati anapovaa miwani hiyo, anajikuta amesimama kwa miguu yake mwenyewe kwenye ufukwe wa bahari. Kwa sababu hisia hiyo inamfadhaisha, anavua miwani hiyo na kujaribu kubadilisha mada. Kisha tunamwona Hana akitembea na Yang barabarani wakati mwanamume mmoja anamsimamisha na kumfokea. Yang anagundua kuwa mwanamume huyo anampenda na ana wivu. Anamwambia amwache, lakini mwanamume huyo anamsukuma na anaanguka chini. Yang anapoingilia kati, mwanamume huyo anajaribu kumtishia na kusema hapaswi kujiingiza. Anajaribu kumchukua Hana kwa nguvu, lakini Yang anaamua kuchukua hatua na kumpiga gumi kali, na Hana anakuwa na furaha kwa sababu amemtetea. Siku iliyofuata tunamuona Hajin akiwa ameketi na mama yake. Anamwambia kuwa amekasirishwa na tabia ya baba yake na anataka kwenda kuishi naye, lakini mama yake anakataa. Anagundua kuwa Hajin anataka kuishi kwa uhuru kwa sababu anaweza kuolewa hivi karibuni na anamshutumu Hajin kwa kuwa na ubinafsi. Mama yake anamwambia kuwa nyakati fulani watu inabidi waishi kwa ubinafsi. Baada ya hapo tunamwona Hajin akienda kwenye mchujo wa shindano la kitaifa akiwa na marafiki zake, lakini mmoja wa wachezaji wenzake ghafla anapata kifafa na hawezi kuketi vizuri kwenye gari. Hoi Su anakuja, anaona kinachoendelea na kocha anampeleka rafiki yao hospitalini akiwaambia kuwa atajiunga nao baadaye. Hajin anapendekeza kuwa Hoi Su aendeshe gari na kuwapeleka, lakini anatoa visingizio na kumwambia kuwa hawezi kwa sababu amekumbuka jambo muhimu analopaswa kufanya na anahitaji kuondoka. Kocha anafika na kuagana nao wanapoanza safari. Wakiwa njiani, Hajin anakumbuka wakati marafiki zake walipomwambia kuwa Hoi Su ana ugonjwa wa kuogopa sehemu zilizofungiwa kwa sababu aliwahi kufungiwa kwenye chumba chenye giza
kumkuta alipokuwa mdogo. Hoisu anaendesha skuta yake kwa huzuni. Hajin anaamua kukabiliana na hofu yake kwa ajili yake na wanawachukua marafiki zake ili kumsaidia. Hana anaketi kando yake kwenye gari ili kumwongoza, na kwa kuwa gari hilo lina paa linalofunguka, analifunga ili aweze kulizoea. Anavaa miwani ili aweze kupumua wakati mashambulizi ya hofu yanapoanza. Anaendesha gari na Hana anamvua miwani hiyo usoni, anaitupa mbali na kumwambia atulie na ajaribu kupumua. Anafanya hivyo na kuendelea kuendesha gari, na marafiki zake wanafurahi kwamba amefanikiwa kushinda hofu yake. Wakati huo huo, Hajin yuko kwenye shindano. Baada ya kumalizika na kabla ya kuingia kwenye gari na marafiki zake, anamkuta Hoisu akiwa amewasili na gari. Anaamua kupanda naye na kuwaagana marafiki zake. Anaendesha vizuri na haogopi, lakini anaweka mrija uliogandishwa kwenye miwani yake kana kwamba ni kinyago cha kupumulia ikiwa hofu itamrudia. Ghafla, gari linawagonga kwa nyuma na kusababisha ajali mbaya. Hoi anapoteza fahamu na kukumbuka jinsi marafiki zake wa shule walivyokuwa wakimfanyia ukatili na kumfungia chumbani. Hajin anajaribu kumwamsha, lakini anaendelea kupiga kelele na kupata kifafa. Wanampeleka hospitalini na anakaa hapo akilia. Mama yake anakuja na kujaribu kumfariji, akimwambia asimwache mwanawe kwa sababu ya kile kilichotokea, kwamba wanaweza kubaki marafiki tu. Jambo la muhimu zaidi ni kwamba kila mtu yuko salama. Baba yake anawasili, hivyo mama yake Hois anawaacha peke yao. Baba yake anamwambia Hajin kwamba lazima amwache kijana huyu kwa sababu hayuko sawa kiakili na kwamba hata mruhusu ajihusishe na mtu kama yeye. Anasema anataka tu kumlinda. Hajin anamwambia kwa hasira aache kumchukulia kama mtoto, kwamba anajua jinsi ya kujitunza mwenyewe, na kisha anaondoka. Hoisu anasikia kila kitu alichosema. Baadaye tunamwona Hajin kwenye ukumbi wa mazoezi akikumbuka wakati Ho alipokuja kwake na kumwambia waache kuonana. Alimuuliza kwa nini na akajibu kwamba hakuna sababu, lakini alihisi wanahitaji kukaa mbali. Aliomba radhi na kuondoka. Hajin anamzuia na kumwambia kwamba ikiwa anataka kuishi maisha yake kwa kukimbia, basi anapaswa kubaki amejifungia chumbani kwake na asitoke kamwe. Anarudi kutoka kwenye kumbukumbu zake na kujaribu kuendelea na mazoezi, lakini hawezi kuzingatia. Rafiki yake anakuja kwake na kumuuliza kama yuko sawa. Hajin anasema yuko sawa, lakini rafiki yake anakaribia na kumwambia si lazima ajifanye kuwa yuko sawa wakati wote. Anamkumbatia Hajin na kumwambia kwamba alimuona kama kijana wa kawaida tu asiye na kitu cha pekee. Rafiki yake anamjibu kuwa alimuona hivyo kwa sababu anampenda. Siku iliyofuata tunamuona Hajin chumbani kwake akitazama gitaa lake. Dada yake anaingia na kumuuliza anafanya nini. Anamwambia anatoa gitaa chumbani. Dada yake anashangaa kwa sababu tangu ajali itokee hajaliangalia hata mara moja. Hajin anamwambia anaenda kuliuza na kwamba alikuwa amelihifadhi ikiwa angewahi kuhitaji pesa. Anaamua kulipiga kwa mara ya mwisho kabla ya kuliuza, na upigaji wake ni mzuri sana. Baada ya hapo tunamuona akifanya mazoezi kwa ajili ya mashindano, lakini hazingatii. Wakati huo huo, Ho ameketi peke yake chumbani kwake akiwa na huzuni. Marafiki zake wanamuita atoke nje, lakini hajibu. Wanavunja mlango na kumwambia kuwa shindano la Hajin linakaribia kuanza na kwamba anahitaji kuwa hapo pamoja naye. Anavaa miwani yake ya uhalisia pepe ili kuwapuuzia, na anamuwazia Hajin akiwa naye akimuomba aende kumsaidia. Anakumbuka maneno yake alipomwambia kuwa anahitaji msaada kutoka kwa mwanadamu, si roboti. Anachukua miwani ya kuogelea na funguo za gari. Wakati huo huo, Hajin yuko kwenye shindano na hawezi kupiga mishale vizuri. Tunamuona Hoisu akiendesha gari kwa kasi akiwa na marafiki zake, karibu asababishe ajali, lakini anaamua kuvua miwani ya kuogelea. Kocha anaenda kuzungumza na Hajin na kujaribu kumtia moyo pamoja na marafiki zake. Hoisu anafika na kumwambia kuwa ameacha kukimbia kwa sababu anataka kuwa naye na kwamba atasimama upande wake katika ugumu wowote anaokabiliana nao. Anampa nishani ya kuitundika kwenye kiti chake cha magurumani na kumhimiza aendelee na shindano na kushinda. Anaenda kupiga, lakini mshale haufiki katikati. Anajaribu mara kadhaa na kushindwa kulenga shabaha. Katika jaribio lake la mwisho, hatimaye analenga shabaha na kila mtu anashangilia kwa sababu amefanikiwa mwishowe. Siku chache baadaye tunamuona Hajin akiagana na dada yake ambaye anakaribia kusafiri nje ya nchi. Baba yake hatimaye amekubali na ni wazi kuwa anabadilika. Anamwambia Hajin asiuze gitaa lake na kwamba atampa pesa anazohitaji. Wanafurahi kwamba anabadilika, akijaribu kuwa karibu nao na kuwa baba bora. Kisha tunamuona Hajin akikutana na Hoisu na kumuonyesha picha kubwa yake yeye mwenyewe inayobainika kuwa ni tangazo la kutangaza harusi yao. Marafiki zake wanawasili na kuwapongeza. Hatimaye tunawaona wakirejea kwenye mgahawa ule ule waliokula, huku kila mmoja wa vijana hao akimbeba mpenzi wake kupanda ngazi. Na kwa hayo hadithi yetu inaishia hapa. Hii ni moja ya filamu inayovutia sana. Usisahau kufuatilia channel yetu ya Anu Swahili Movies kwa kubonyeza subscribe na alama ya kengele ili kupata miendelezo ya movie zetu. Tukutane tena wakati mwingine.